akisikia language anajua ni maths. Nafanya. Anajua science, anajua Kiswahili. Sasa wewe tu might forget about what you post, but people, they don't forget what you post. Developed an SMS for the Android developer. Always build communication. Engage with people, with those people who have more skills than you. You can learn from them. Karibuni sana katika Bonga na One to One. Na kwa mara nyingine tena kwenye studio tuko na mazungumzo ambayo tunaenda kuwa nayo kwa muda mfupi, na ni mazungumzo you can't afford to miss, maana tunaongelea mambo ya kidijitali, sekta ya website development, coding na mengineyo. Na kwenye studio niko na msichana hodari sana kwa masuala ya software development. Ametengeneza apps, ametengeneza websites, na pia amemonetize hiyo skill na anaitumia kwa pia kusolve the problems that we are facing each and every day. Karibuni sana. Asante. Hamjambo, habari zenu? Natumai mko salama. Kwa majina naitwa Leonida Ayuma. Furahi sana kuwa hapa na kuwa pamoja na nyinyi kujadili mambo kadha wa kadha. Asante. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Asia Msanifu Hafidh. Mimi ni software developer. Kwanza Asia, umesema wewe ni software developer. Pengine kwa mtazamaji ambaye anasikia hiyo kwa mara ya kwanza, unaweza kusema wewe, unaweza tu kumuelezea kidogo software developer ni nini na ile kazi ambayo unafanya kama software developer? Okay. Software developer, it's about developing websites, web apps, mobile apps. How are people engaging? How will it help make life easier for everyone? Like being the backbone that makes people's life easier. You should have the mindset of technology innovation, whereby you want to change something. Just look at, in general, what will be my impact in this world when I leave? What will they remember me? Yeah. Asante Asia kwa kutuelezea kwa kiurahisi software developer ni nani, na labda kwa kujua zaidi na kwa mtazamaji wetu ambaye anatusikiza leo, na labda ni mtoto wa kike huko nyumbani, sana sana huku jimbo la Pwani, ambaye anaweza taka kukuwa software developer kama wewe, na labda anajiuliza itamgharimu nini kukuwa software developer. Okay. From my journey, I began with that curiosity mindset. From back when I was in high school, I was the computer prefect, like the captain. So I used to engage more with my computer teacher. So he was like teaching me, making me learn a lot about development, also about ethical hacking, etc. Anything about IT. So after, when I'm done with high school, so I started saying, how will I be able to enroll to such kind of courses? One thing about software development, number one, you should have a technical skills, whereby you should learn the languages, have the curiosity part, because all developers are curious people. Umetufafanulia, like you've talked basically about how you started na jinsi ambavyo uliweza kujipata umeanza katika hii mambo ya teknolojia na kujua jinsi apps, na umesema curiosity, umesema mambo ya uwe na technical skills. Ingine utaweza tu fafanua kwa yule kijana ako pale mtaani, ama yule kijana tu anataka kuanza, anaangalianga app, anasema hii app inatengenezwa aje, hii website inatengenezwa aje. Hizi technical skills ndio gani, na zile tu za basic na kufafanua tu kidogo? Oh, the technical skills are the languages that you learn. You can learn from campus, but also if you want to learn more, kuna like these other platforms like the Code Camp, like Cisco, Huawei, they can help you through, or also YouTube. Unaenda una watch those YouTube videos. Those what they help me out, and also engaging with other people from GitHub, because you get to see how other projects are in there, so you get to learn from there.
Najua kuna mtu akisikia language anajua ni maths, Na anajua science, anajua Kiswahili. Sasa wewe tu language ni nini? Alafu baadaye pia tutakuja kwa hiyo swali ya mahali ambapo vijana wanaweza kupata hii information tunapoendelea na mazungumzo. The programming language is the language that you communicate with your machine, with your computer, that you build the app or the website. Kuna the basic languages, kuna HTML, kuna CSS for the styling, then kuna JavaScript for the functionality. Those are the basic ones. Asante sana Asia kwa kuendelea kutufafanulia, na natumai vijana ambao wanatutazama sasa hivi watakuwa curious. As you said, being a software developer, it comes with a lot of curiosity na pia passion. And maybe pia bado tukiongelea it's about apps, language, website. Tukiendelea kuenda digital na pia encourage vijana watumie digital spaces. Maybe kama kijana ambaye uko kwa hiyo space, umesaidia kudevelop na pia unatumia hizo the platforms, na pia kuna vijana wanatumia platforms. Labda ni madhara yapi ambayo unaweza ambia vijana, the risks that comes with also using these digital platforms? As much as we are developing them, the apps, we are encouraging them to use the websites, but what are some of the risks that comes with it, and how can they mitigate it even as we continue embracing digitization? Okay, what I can advise them is do not share a lot about your personal life, because there are people behind, they just want to know what is happening in this person's life. This person ako wapi? Ukipost it, unapost picture, unakunywa drink somewhere, the person can get location and come where you are. You don't know what that person can cause to you, what harm can cause. And also people, they can leak whatever thing you post online. You might forget about what you post, but people, they don't forget what you post and how you communicate with people. Thank you very much, and natumai umeleta a very important point that as we embrace digitization kama vijana, pia tukumbuke kuna madhara inakuja na hiyo. Tusi overshare, umeenda tuka out kidogo, umeanza kuweka kila mahali. Tuangalie ni nini tunaweka huko nje na tunaweka kivipi, so that mwisho wa siku pia tusijipate pabaya hata tunapoendelea ku-embrace digitization. And also to add on that, also what you share, it's what also in your professionalism, the people that they will employ you, they will look at what does this person shares online. If you share bad things, you'll miss a chance to get employed. Jana hope nasikia ujiuze huko nje, uza profile yako in a good way, usishare kitu yenye unajua a potential employer akienda kuangalia your digital space, they might not be impressed with you, even with your good CV. So just make sure you are very keen kwa yale ambayo tunaweka huko nje kwa mtandao, tukue makini. Asante sana kwa kuleta that. Asante sana. Pengine kuna ile kitu ambayo wewe umecreate na uko very proud of yourself, that kwa sababu ya hii kutia bidii kwa hii sector, this is what I've created na ina impact aje community. Na hiyo ndio swali naambia vijana, jinsi wanaweza, kuna zile ulikuwa umeongelea, but jinsi wanaweza pata access to these trainings, ama wanaweza anza kujifunza na watagrow aje. Wape tu kale ka short plan kenye ulitumia wewe. Okay, the first, I have a lot of what I've developed. Ya kwanza, it was my final project for my campus, yenye ilikuwa mobile fingerprint voting system, whereby the student I did a survey whereby in my campus they used to do voting through like traditional way, like kupanga foleni, like queuing. So I said, why not? Let's do it like online. People, they can use only their fingerprint and their student ID. So I developed that one. It was successful. I developed like the way schools are, like the timetable, like unatumia timetable refu. Then you start like in campus, unatafuta class yenye iko wapi, your course, the unit unatafuta BSIT, BTIT, unaangalia. So I made it easier for like for the prefect and the lecturers, they get to know their classes are when, and also they don't get two classes at the same time. I eased that potential. And also I developed an SMS for the
Android development, for the Java. I developed and whereby you send messages. It was just a test for fun. So a test for fun where you send messages to each other. At the kwa Java. Yeah, using Java language. Oh, so Java the language. Yeah. I just want it to be clear because there are people who are used to Java come on. No. But that's very interesting. Any other? I've done a lot. I've done also e-commerce website for a client. I've developed for that client and it's pushing well. Yes. So you're also saying that kwamba wakati uko na hizi skills not only kuweza kusolve the problems ambazo watu wanapitia kama umesema ya voting system, umesema ya education, kumanage learning, the iCalendar, na pia umesema it's something that also you have commercialized na inakupatia kipato. Yeah. So thank you so much. I think that is so insightful that kila kijana with curiosity, discipline na umesema learning, patience, pole pole anaweza kupata hizi skills ambazo zinaweza kumsaidia na kuweza grow kwa hii sector na yeye pia kuweza kusolve the emerging issues ama problems the community face kupitia kidijitali. And always build communication, engage with people, with those people who have more skills than you. You can learn from them. Tumefurahia sana, amesema networking, let's network. Ameongelea about mentorship, kutafuta wale ambao kwa kitaaluma pia wameimprove ili uweze kucreate more skills. Asanteni sana kwa kusikiza na tukutane kwa makala mengine ya hiki kipindi.